Na sasa hivi ukitaka kumaliza mtoto wa kike mpe simu ya touch. Anafuta mpaka ubongo. Futa mpaka akili. Wewe mpe tu, akifanya hivi na akili imeenda. Na hizi simu ni jinga kweli, zimetudanganya kwamba kila kitu. Ukitaka unawauliza wao. Ukitaka kuuliza kwamba paracetamol inatibu ugonjwa gani, wewe andika tu itakujibu nani mtumishi. Wewe andika tu. Yaani inajua kila kitu kuliko wewe. Sasa inakufanya wewe ni mjinga, yenyewe na akili. Hiyo unanielewa? Yaani inakuteka yaani yenyewe yaani wewe ukikuta kwa bahati nzuri ukapata bahati kwenye mtihani ukakuta umeingia na smartphone. Kuna mwenye akili kuliko wewe? Mimi simetoka nayo. Wewe uliza tu, usijui ukutana sijui wewe chupeka tu. Inaleta jibu ishi. Alafu inajua kila kitu. Wewe andika tu macho. Itaanza andika sikio kila kitu inajua. Sasa inateka fahamu. Bwana Yesu asifiwe. Ni nzuri lakini ni mbaya. Ujue hivyo tu, ni nzuri lakini ni nini? Ni nzuri lakini nikitaka kujua kwamba kuna nguvu za Mungu, tusome kile kitabu cha Luka 8. Tukutane na Yesu mwenyewe. Luka 8 anzia mstari wa 46 na 47. Tunamwona Yesu mwenyewe anasema nguvu zimemtoka baada ya kuguswa na nani? Na yule mwanamke aliyekuwa anatoka damu. Maana yake kumbe na Yesu kuna wakati alikuwa anatafuta nguvu. Si amesema zimemtoka? Ndio maana alikuwa anakwenda kwenye milima ya Mizeituni kwenda kusali kuomba. Maana yake alikuwa anatafuta nguvu. Ameguswa na mtu mmoja tu anakuambia nguvu zimefanyaje? Maana yake alikuwa, ndio maana akimaliza ibada alikuwa anaenda kutafuta nguvu mlimani. Tusome pale Luka 8:46-47. Yesu akasema, mtu alinigusa maana naona ya kuwa nguvu zimenitoka. Umesikia? Huyo ni Yesu. Ana nini? Akisema zimemtoka maana yake alikuwa na nguvu, si ndio? Unanielewa? Unanielewa? Anaposema nguvu zimemtoka maana yake ana nguvu, si ndio? Aliwaambia kwenye kile kitabu cha Mathayo, cha Matendo ya Mitume 1 ule mstari wa 8, anasema nanyi mtapokea nguvu akisha kuwajia juu yenu Mtakatifu. Mtapokea nini? Mtapokea nini? Sema leo napokea nguvu. Leo napokea nguvu. Tabia ya kurizika hiyo achana nayo. Tabia ya kurizika, mtu mmoja ameanza tu kutoa pepo, ameshavimba kichwa kwamba nina nguvu za Mungu. Wewe, hivyo ni vishara. Kutoa pepo sio nguvu za Mungu, ni vishara vidogo sana hivyo. Hivyo ni vishara. Anasema kuna ishara hizi zitaambatana na wale wote waaminio. Kwa jina langu watatoa. Umeona pale anasema wataombea viwete. Hiyo viwete ni issue nyingine, maana yake utatafuta nguvu nyingine. Lakini pepo ukiokoka leo unatoa pepo, maana ni ishara, simeshaamini. Ukishaamini tayari una nini? Una hiyo ishara. Sasa ni maajabu kama umeokoka alafu bado mapepo yanakuwa ndani yako. Utatoa ya nani yako hujaweza kuyatoa? Pokea nguvu. Hawatakuonea, hawataweza kupenya. Ili ni hekalu la Bwana. Ili ni hekalu la Bwana. Mimi nilimwambiaga Bwana, ili ni hekalu lako. Hebu sema hili ni hekalu. Gusa hilo hekalu, sio la kwako eti. Sema hili ni hekalu la Bwana. Hakuna ruksa. Hakuna ruksa. Pepo, uchawi, ushirikina, mizimu, magonjwa ya ukoo, magonjwa ya kurithi kuingia kwenye hili hekalu. Hakuna ruksa. Sio ruksa. Sio ruksa mizimu kugusa hili hekalu. Ni hekalu la Bwana. Yesu anakaa ndani ya hili hekalu. Na ligeuza ile hekalu kuwa moto. Chochote kitakachogusa kikutane na moto. Haleluya. Mimi kuna saa ukinikuta mwenyewe, kama unasubiri kuwekewa mikono, kuna saa unaweka ya kwako. Hii mikono ina siri. Ndio maana wakati mwingine unaweza kunikuta mimi nimepiga magoti. Hii mikono mimi nimejifunza kitu hichi. Alisema hivi, mtaweka mikono kwa wagonjwa na watapata afya. Nikagundua kwamba kwenye mikono yangu tayari kuna kitu cha ambapo Mungu tayari ameweka. Kwa hiyo hata nikijiwekea mwenyewe kichwani, tayari ile nguvu inaingia ndani yangu. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo unajikuta mara nyingi nikikuta niko kwenye maombi yangu ya siri, mikono kichwani naomba. Mtu mmoja akaniambia, labda una nguvu za Mungu kwa sababu uweka mikono kichwani kwako. Naambia weka na wewe kwako. Bwana Yesu asifiwe.
unasubiri kuwekewa mikono. Mtu lingine lizinzi, lingine kilizi, lingine limbea, lingine lijambazi, lingine lishachaga njia, limebaki tu kusema naona una milioni. Njoo nikuwekea mikono, ongezee milioni 2. Lilishachaga njia. Tafuta uwepo wa Mungu. Tafuta uwepo wa Mungu. Tafuta. Mimi kitu nilichojifunzaka kuanzia nilivyogundua kwamba kuna kitu kinaitwa nguvu za Mungu. Watumishi wa Mungu, tulikuwa tukienda na mchungaji wangu kuomba mlimani. Tukirudi tu natenga muda nachomoka. Situlienda labda siku 3, nakuja nakaa siku 2 hivi. Nachomoka tena, naenda natafuta. Mchungaji wangu alikuwa na nguvu sana na Mungu, na nilitamani giza ile nguvu ya Mungu. Nikamwambia natamani angalau nikawa kama wewe au karibia hata na wewe. Ile nguvu alikuwa anatembea. Yeye alikuwa yeye anapenda kuimba. Anaimba hapa, watu wanaanguka kule, wanafunguliwa. Watu nikawa naitamani sana ile nguvu ya Mungu. Sasa akaniambia hii nguvu ya Mungu inapatikana kwa kuomba, kutafuta Mungu. Nikaanza kumfuatilia anatafutaje nguvu ya Mungu. Akawa anafunga, anaenda mlimani, anaomba, na mimi nikawa na double. Nikienda naye siku 2, nikirudi nachomoka tena. Kinipiga mchungaji, baba nilikuja huko mlimani kidogo tena. Angalau na mimi kujifunza kuomba peke yangu. Haleluya! Unajua Yesu alikuja kutuonesha njia, akasema mimi ndio njia ya kweli na uzima. Hapa nakuonesha njia, anza kutembea. Tafuta nguvu ya Mungu. Tuna mlima wetu pale tumeununua. Nenda kajichimbie pale, tafuta nguvu ya Mungu. Yaani wakati watu wanatafuta udaku kwamba sijui fulani amesema nini, sijui nini kinachote, wewe tafuta nguvu, itakulinda. Tuko kwenye wakati mgumu sana. Tunapigana na amesema hivi, ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza, juu ya majeshi ya mapepo mabaya, majeshi. Yaani sio vita vya kawaida. Unajua hivi vita tumevichukulia simple. Ndio maana unaona anakuangalia anasema huyu hatumwezi yeye, lakini tunaweza mali zake. Hatuziezi yeye, lakini tunamweza mtoto wake. Hatuwezi yeye, lakini tunaweza tukapiga uchumi wake. Kwa nini anakupangilia? Ni kwa sababu nguvu ni chache. Leo tunaongeza nguvu, vitu vyetu vyote. Mimi nina ujinga. Sijui kama ni ujinga, lakini mimi nina ujinga. Kuna saa nikienda mahali hata kama nimetokea labda ninaenda kuoga. Nimeenda kuoga. Nikishaanza kuhisi chochote, kama nimesikia alamu yote inapiga, yaani mimi mpaka yale maji ninayoogea akija kujaribu mtu kwenda kuyaloga anakutana na moto. Yale maji yaliyotoka kwenye mwili wangu yana moto. Sijui unanielewa? Elisha akiwa amekufa, wakambeba mtu, wakaenda wakamtupa kwenye kaburi alimokuwa amezikiwa nani. Ile kutupiwa tu pale, jamaa alikamka akaanza kukimbilia. Yaani wametupa maiti, wanashangaa maiti iko nyuma yao. Sijui ingekuwa ni wewe Masa ungekuaje? Yaani maiti umetupa alafu hii hapa nyuma. Hivi ingekuaje? Sasa angalia ule upako, mimi naongelea ule upako aliokuwa nao Elisha, pamoja amekufa lakini pale bado kuna upako. Tembea na huo upako kwa jina la Yesu. Nguo zako ziwe na upako, maji yatakayotoka mwili wako yawe na upako. Mimi ninakuambia hivi, kuna mtu anategea uingie kichakani ukashushe mambo, yeye akachukua akayaloge. Tuko kwenye dunia ambayo huijui. Sasa wewe ndio kawaida. Mtu wa roho haendi kikawaida. Kuna watu wanatamani, wanatafuta kitokacho katika mwili wako ili wakufanyie uchawi. Sasa ukiwa una maombi ya kuelewa kwamba hapa roho ameniambia niombe nini, ukibaki na utajikuta uko kwenye mtego wa kwao. Bwana Yesu asifiwe. Nguo ya mtoto umenunua, iombee. Kila kitu wewe kinatakiwa, maandiko yanasema hivi, kabla ya mambo yote nataka dua, sala na maombi ifanyike kabla ya yote. Walokole wengi wananaswa wapi? Wananaswa kwa kujisahau, kwa kushughulikia mambo ambayo wanaona ni kama kawaida. Mimi sangine nikaenda mahali kunyoa, roho akaniambia omba kwa ajili ya hizo nywele zinazotoka. Shida watu wengi hawana roho. Wengi hawana msawaski alam ndani. Hivi unaelewa? Kuna watu ambao ndani yao hakuna alam. Ndio maana mtu mwenye ufahamu wakati mwingine zile nguo zikimalizwa kuvaliwa na watoto zimechakaa, mwenye ufahamu anazichoma, mjinga anazitupaga tu, si ndio? Tupa tu. Hata hajaziombea basi hajamtenga na mtoto, si ndio? Nguo ya mtu ina nafsi ya mtu. Sasa hivi ukiona tu ile koti, hili ni koti la Justin. Ukiona ile gauni, unajua ile gauni ni la fulani. Na hata yeye akifunga macho, ukamletea nguo yangu ya kwake, kumwambia kunusa yako ni ipi? Atanusa, atasema hii ni yako. Inabeba nafsi. Haleluya.
Mtu wa rohoni ni mtu wa maombi. Mtu wa maombi ndo haya anaelewa, lakini mtu ambaye sio wa maombi hawezi elewa haya, maana ni mvivu. Baba utulinde, tumeenda kulala. Anakulindaje? Wapi panashambuliwa? Nasema ndani yako kuna vita. Mimi mtu ajui pale kwangu, lakini nimempigia simu nikamwambia niko kwenye changamoto fulani. Alipokuwa anaongea na mimi akaniambia, sikiliza, hapo pako hivi. Yaani akaniambia hajawahi kufika Mwanza, lakini akawa ananielekeza, hapa umejenga mabanda hivi na hivi, hapo hivi na hivi, ananielekeza. Hayupo. Akaniambia, sikiliza, nenda sehemu fulani fanye maombi, sehemu fulani fanye sana, sehemu fulani pako hivi na hivi. Yaani ananiambia kama anapaona. Ukiwaambia mtu aliyomlokole mvivu wa kuomba, anasema huo ni uchawi. Lakini Elisha haiti mchawi, aliyokuwa anaweza kaona vitu vinapangwa na mfalme wa nini? Mfalme anapanga vita. Ni Washami walikuwa wanapambana nao. Anajua mfalme wa Shami amepanga kwamba kesho wanakuja kuvamia Israeli kwa mfumo 1 2 3. Anamwambia mfalme wa Israeli kwamba kuna 1 2. Huyo sio mchawi. Sema anafungua macho yangu ya roho. Nafungua viwango vyangu vya roho. Nafungua viwango vyangu vya roho. Nione jambo kabla halijatokea. Nione jambo kabla halijatokea. Kwa jina la Yesu. Nakataa upofu. Nakataa usingizi. Nakataa ganzi. Nataka usimame ukiwa na hasira hiyo. Nimekwambia hivi na nakurudia kuambia hivi, tafuta hizi nguvu za Mungu. Mwambie Baba, nipe nguvu. Nataka nguvu ya Mungu. Ifikie mahali yani umefika mahali kama kuna uchawi unafanyika, mambo yote yananyamaza kimya. Nilienda mahali kakuta wanafanya mambo ya kishirikina. Nilivyokanyaga tu pale pap, aliyokuwa anaagua akakimbia. Najiuliza mbona huyu anakimbia? Sasa wale waliokuwa pale ndio mmoja akasema, akamwambia mwenzake Kisukuma, lakini neno lilolitaka anasema walokole. Maana wanauliza mbona amekimbia? Mganga wao anaotengenezea nani ameacha vitu vyake vyote pale. Sema kwa jina la Yesu, ninapokea nguvu. Ninapokea nguvu. Ninapokea nguvu. Ninapokea nguvu. Ninapokea nguvu. Ninapokea nguvu ya kuwashinda maelfu. Simama pale ulipo. Mimi nilikuwa ninaomba kuanzia nilipoanza ya maombi, nilikuwa ukinikuta naomba hivi. Baba, naomba adui zangu wasile nyama yangu. Watesi wangu wasinishinde. Nisiwape adui zangu kisogo. Nisikimbie mbele yao Bwana. Nisiaibike mbele yao. Hebu omba ukijua kuna kitu unatakiwa uombe. Ondokana na hali ya kawaida mpendwa. Yaani kuna watu wanatamani wale nyama ya watu. Daudi anasema bila sababu wamenichimbia nini? Wameichimbia nafsi yangu shimo bila sababu. Kuna watu ambao hawasubiri sababu ili wapambane na wewe. Kuna watu wasubiri sababu ili wapambane na mtoto wako.